Samahani dada, nimekusimamisha kwa dharura. Najua muda huu ulikuwa unaelekea katika shughuli zako, lakini nimekusimamisha, nahitaji muda wako kidogo tuzungumze. Sawa. Okay, kusema kweli nisingeweza kupita bila kueleza hisia zangu kwako. Kusema kweli nimetokea sana kukupenda. Nahitaji kuwa na wewe. Na sijajua kwako labda una mtu ama la. Mbona ghafla sana unaanza kuniuliza habari kama nina mtu au sina mtu? Kwani wewe lengo lako kubwa ni nini? Mimi sina lengo baya kwako. Ila dhumuni langu ni kwamba nahitaji kuwa na wewe na siwezi kuishi bila wewe. Sawa, nimekuelewa. Ila nyie vijana sasa hivi ni waongo sana. Mimi swala lako nitalifanyia kazi. Ila usiwe na tumaini sana ya kukubaliwa na mimi. Maana nyie vijana hamwaminiki kabisa. Hasa nyie wanaume, bora sisi wanawake. Lakini nyie hamwaminiki kabisa. Usiuchane moyo wangu kwa maneno makali. Utanipa kilio cha moyo nikadhaifu hali. Na kuomba utakapoenda kujifikiria basi naomba uje na jibu zuri. Sawa, nitakufikiria. Basi ningependa unipatie namba zako ili tuweze kuwasiliana. Ili hata nikitaka kusalimia tusalimiane. Sawa. Okay. 06 95 40 50 60 79. Haipatikani? Simu nimeweka chaji ndio maana haipatikani. Oh. Basi nitakutumia SMS. Haya, kwa heri. Poa, baadaye. Haya. Shoga yangu, bora hata nilipokutana na wewe, maana mguu ulikuwa wako. Nilitaka nije kwako unipe ushauri, maana kuna jambo linanitatiza. Sijui hata nifanyeje. Jambo gani tena? Leo nilipokuwa nenda dukani, kuna mkaka nimekutana naye. Kiukweli mkaka nilipokutana naye kwa hapa mtaani, yaani sura yake ni ngeni kabisa, sijawahi kumuona. Alichoniambia eti ananipenda. Mimi nikajua jambo lenyewe gumu. Kwa hiyo wewe ukawazaje? Mimi sikumjibu chochote, nimwambia ngoja nikajifikirie nitakupa jibu. Hapo sasa shoga yangu umeongea jambo la msingi. Na umefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Iko hivi, yaani siku hizi wanaume ni waongo. Unajua waongo? Yaani wanaume waongo. Aidha akakwambia maneno hivi. Afu mwisho siku aje akakuacha. Sasa wewe mfuatilie, ujue mwenendo wake. Hapo maamuzi utachukua kwako, maana anaweza akakwambia muache, kumbe mwenyewe umempenda. Ila amefika mbali zaidi. Kaniambia anataka kunioa. Wewe, kuolewa nini bwana? Wenzako wanunuliwa mpaka magari na wakaachwa. Siku ya harusi mtu akaachwa. Kwa hiyo cha kufanya wewe hapo mfuatilie, ujue mwenendo wako anakufaa au hakufai. Kwa sababu usinepeti kwa sababu amekwambia kwamba anataka kuoa sio. Hayo maneno tu yapo. Kanga zizi zimeandikwa simsema neno. Sawa shoga yangu, ila handsome. Wewe tena. Mimi nakwambia wewe handsome anakuja kukuua wewe. Wewe hamna. Sasa nisiseme ukweli jamani. Handsome kweli anavutia. Hata wewe mwenyewe ukimwona nahisi utamchukua. Haya, mimi sina hata cha kusema. Sawa, nimekuelewa. Nitamfanyia kazi ushauri wako. Nitamchunguza ili nijue anakaa wapi. Ili nisikurupuke tu utaka kumkubalia mtu kumbe mtu mwenyewe jambazi. Sasa hilo ni ulichokasahau. Cha kufanya ni hicho, na mimi siwezi kukuomba kwamba umkubali au umkatae. Maana siwezi kujua moyo wako unawaza nini. Kwa utakapomchunguza mwenendo wake, mwelekeo wake, basi utajipa majibu mwenyewe. Haya, kwa heri, mimi naondoka zangu maana naona umefika. Nifike wapi? Huyo hapa yupo hapa. Ile hapa ndo namsubiri. Sio ameenda wapi? Haya, kwa heri. Haya, poa.
Dada. Naam kaka. Mjomba. Naam mjomba. Mimi bwana, kusudio kubwa la kuwaita hapa kwa ajili ya jambo letu, kwa sababu lile ambalo tulilolikusudia nafikiri kwamba limekaa sawa sawa. Mimi nimepambana na nimepata banda, na kwa maono yangu nimeliona kwamba liko sawa sawa, lakini sijajua kwenu nyinyi, lakini mimi kwa upande wangu naona liko sawa sawa. Nikaona hili ukilipata mjomba nafikiri litamfaa. Kwa hiyo nimeona si vyema nilete hapa lijadiliwe. Kama mtaona kwamba linafaa, basi tukafanye malipo, au kama mtaona kwamba si sahihi, basi tuendelee kutafuta ili tupate banda lingine. Sawa kaka, mimi sina mashaka na wewe, nimekuthamini, nimekujali, ndio maana nilikukabidhi kila kitu. Madhali ishakuwa hivyo, nimekuachia kila kitu. Wewe ndio utamalizana na mjomba wako, mkafanye malipo, mkaandae hilo banda. Mimi nimekuulizia kaka, sina mashaka na wewe. Mimi nashukuru mjomba. Mjomba, kwanza mimi nikushukuru sana kwa sababu unafahamu kule ambako tulikuwa tumetokea mjomba, na mpaka tunafikia hapa leo mjomba. Imani yangu kwako ni kubwa sana, yaani imani yangu kwako haimethiriki, na ndio maana hata nilivyokuwa na uweza kuweka kiasi cha pesa kidogo kidogo, nilipozungumza na mama akaniambia hili swala utalishikilia mjomba wako, mimi imani yangu ikaendelea kuwa kubwa sana kwako mjomba. Kwa kuwa mjomba tayari umekushapata banda ambalo ndoto yangu pia ilikuwa iko hapo, mimi sina shaka na wewe kabisa mjomba wangu, na tusipoteze muda kwa sababu naamini watu wengi wanaweza kawa wanataka pia kulichukua hilo banda. Basi tuweke mpango wetu sawa sawa, kesho ikiwezekana basi tuweze kwenda kulinunua, kwa sababu tunapoteza muda tukalikosa mjomba, na mimi sina shaka kabisa kuhusiana na wewe mjomba wangu. Sawa, hamna shida. Na hata hivyo mimi mwenyewe pia kibanda changu kile tayari nimeshapata mteja, maana kuna mtu amejitokeza jirani yangu anapataka pale kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nafikiri mjomba tutakuwa pamoja, kwa sababu hata mimi pia nalitafuta banda huko. Basi mjomba, hamna shaka. Basi sawa, tusipoteze sana muda. Shemeji. Nimekuita hapa, nahitaji kuongea na wewe. Sawa, niambie. Kuna kitu nataka nikwambie. Ila kabla sijakwambia, naomba usinifikirie vibaya. Kusema kweli sasa hivi shemeji, mimi niko mwenyewe. Na huwezi amini, katika wanawake ambao nimekutana nao, wewe ndo mwanamke ambaye umeziteka hisia zangu. Nimeuteka moyo wako? Kivipi? Namaanisha kwamba wewe sasa hivi nimetokea kukupenda. Hivi shemeji, unachokiongea kinatoka kichwani kwako kweli? Umekifikiria vizuri? Mimi si shemeji yako mimi. Leo hii unakuja kuniambia maneno kama hayo. Hivi ni kweli shemeji? Kwani mambo ya shemeji yao siyashapitwa? Mimi nazungumzia sasa, maneno haya mimi nakwambia sasa hivi. Kwani mimi nafikiri nilikuwa sitambui zamani shemeji yangu? Hapana. Hapana shemeji, mimi siwezi. Leo hii Love hayupo hapa, karudi kanikuta na wewe, nitamuelezea nini mimi? Si hata naona mimi kama shoga mnafiki tu. Sikiliza nikwambie. Nahitaji tufungue ukurasa mpya mimi na wewe. Stori za Love naomba uziondoe kichwani mwako. Nahitaji kuwa na wewe. Hapana shemeji. Hapana, mimi siwezi. Yaani hayo mambo mimi siyawezi. Wewe ni shemeji yangu na utabaki kuwa shemeji yangu tu. Kama Love kaondoka hata urudi, basi tafuta mwanamke mwingine. Kwani hapa mtaani wanawake wameisha? Ni alikopo ni Love tu na mimi. Kuna wanawake wengi sana hapa mtaani. Unaweza ukatafuta na ukapata ukaoa. Kitu ambacho sikijua ni kwamba siku zote cha mtu liwa na mtu. Na mali ya ndugu liwa na ndugu. Si vibaya mimi nikawa na wewe. Mimi siwezi kuwa na wewe. Wewe ni shemeji yangu tu. Naomba tuelewane katika hilo. Ndio maneno yenu haya. Shemeji.
Leo shemeji utakawe mpenzi wako. Hivi kweli? Haya, nitakufikiria. Naomba basi ukienda huko uje na jibu zuri, maana nategemea jibu zuri kutoka kwako. Kwa hiyo naomba usivunje moyo wako. Haya, nitaangalia hilo jibu utakalokuletea. Sawa. Haya, poa. Karibuni bwana. Karibia. Habari za siku mbili tatu? Namshukuru Mungu bwana, ndio hivyo. Maana ulivyosema naenda narudi ndio umefanya Bwana, sisi ndio tunakuja. Tunakuja kwa ajili ya ile swala letu ili mradi tumalizane. Sawa. Kwa hiyo na huyu bwana ndio mjomba wangu. Yule ndio muhitaji mwenyewe. Hongera bwana. Shukrani sana. Karibu sana. Asante sana. Mjomba. Naam. Eneo ndo kama hivi. Aliona kama jinsi lilivyo na mipaka yake nafikiri inaanzia kule. Na huku ulisema mipaka huku mwisho palipolimwa mule. Unarudi huku mpaka kwenye mwogo mpira. Unashuka mpaka kwenye huu mpapai. Na hizi tofali? Hizi tofali hizi sasa zipo nje ya kiwanja. Zipo nje. Halina shida. Umeona mjomba? Nimeona mjomba. Haya, wewe mwenyewe unasemaje? Mjomba, mimi nikushukuru sana kwa sababu kile ambacho nilikuwa nakifikiria ndio kile ambacho mjomba umekifanya. Na tusipoteze muda kwa sababu bado hujamaliza. Kaka, naomba ujiandae ili mradi tukamalizane. Na hapa si ulisema serikali iko karibu? Ofisi serikali haiko mbali, iko hapo tu. Na hamna shaka kwa sababu nilikuwa nakusubiri wewe tu shaka. Ngoja nijiandae tutoke. Wasikia kitengo leo hapa maskani kama unavyoona kumepoa, hamna chochote yani, afu tuna rosto kichwani. Tangu asubuhi tumekaa hapa hatujafanya chochote, yani umekaa tu. Mwanangu 45 mwenyewe sielewi yani. Tangu asubuhi tumekaa tu hapa kumepoa. Wasikia 45 nini? Tunaferi wanangu. Wanangu mimi hapa nilipo sielewi hapa, sina hata 100 mfukoni wanangu. Hata tangu asubuhi sijanyonga wanangu. Sikia mwanangu, wewe mshamba tu. Siku zote unapataga vitu vyako ulete hapa maskani. Unaleta ushamba eti unakaa unasema sina hata 100. Au ndo kina Fatuma kwa nakudanganya. Sikiliza wanangu. Lama kwenye gari sio hapa stand sawa. Mwanangu, wewe sasa hivi 32 mwanangu. Yaani wewe katika kikosi chetu cha 45 unaona haupo wewe. Au sasa hivi ushapata kuna beach boy huko anakudanganya. Kwa wasikia mwanangu, mimi na mchongo. Hivyo kwa mwanangu limeisha wewe mchana wewe usiku sisi tunaingia pale. Oh, asikieni. Yoyote atakayekatiza mbele yetu ni halali yetu. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Tujichenge. Hodi shemeji. Karibu shemeji. Mama. Kwema mzima? Mzima. Shemeji. Niambie shemeji. Mbona unaonekana una mawazo sana? Hamna, nipo hapa na kuafua. Unawaza nini? Hamna chochote ninachowaza shemeji yangu. Okay, sawa. Bwana, nimeona kimya. Hatujaonana muda mrefu, kwa hiyo nikaona nije hapa nikusalimie. Nashukuru shemeji yangu na karibu sana. Asante, nishakaribia. Lakini
Kumbuka mara mwisho tulizungumza nini? Nakumbuka shemeji. Basi nimekuja hapa kwa lengo la kufuata jibu langu. Shemeji, ulichoniambia pale niliporudi nifikiria na nikatafakari. Lakini shemeji, nimekaa nimewaza kwamba wewe ulikuwa ni walavu. Alafu leo hii mimi tena nije kuwa na wewe. Hivi itakuwaje? Shemeji, acha kuyazungumzia ya kale. Wakati huu tupo wakati wa sasa. Acha kutazama ya nyuma. Nisikilize kwa makini. Sawa? Unajua katika maisha anaweza akaja mtu sahihi katika maisha yako, lakini ukashindwa kumtambua. Hivyo basi, mimi naweza nikawa mtu ambaye sahihi kwako, lakini ukashindwa kumtambua. Nakuomba basi tafakari na uweze kunipa jibu. Natamani sana kukupa nafasi, lakini nikikaa nikifikiria kwamba nikimkumbuka na Love nakosa kabisa majibu ya kukupa. Najua kichwa chako kimetunza kumbukumbu kuhusu wewe na Love, lakini nikuondoe wasiwasi kwamba unalinda mali ya rafiki yako. Shemeji, siwezi. Nashindwa kabisa. Sijui hata nikupe jibu gani shemeji yangu. Sikiliza nikwambie. Mimi sina lengo baya na wewe. Na nahitaji kuwa na wewe. Tafadhali, naomba unipatie moyo wako. Hakika sitauchezea. Imani yako, naomba uniamini ipasavyo. Hakika nitaitendea haki imani yako. Sawa shemeji. Mimi nakuahidi mambo mazuri yanakuja mbele. Naisubiria hiyo faraja. Sawa shemeji, usijali. Okay, poa, baadaye. Shemeji yangu, na safari njema. Omi. Niambie ndugu yangu. Unajua mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu sana. Na sasa hivi imekuwa ni zaidi ya ndugu. Lakini sikuwahi kutambulisha kwa shemeji yako hata kwa siku moja. Huyu ni mwana hapa. Kwa shemeji yako. Anaitwa Ray. Ray. Rafiki yangu anaitwa Omar. Shemeji. Nashukuru sana kukufahamu shemeji yangu. Nashukuru kufahamu pia shemeji. Unajua huyu ndugu yangu muda mrefu sana. Tuko wote pale kazini, tumefanya kazi pamoja. Na hakuwahi kunitambulisha mpenzi wake yoyote. Nimefurahi kufahamu. Nimefurahi pia. Unajua Omi, bosi wetu mambo kama hayo anapenda. Sio unapata pesa, unanunua sijui majumba, maviwanja. Vitu kwa watekeleaji. Anachohitaji yeye kupata pesa, unakuja sehemu kama hizi za starehe, unagonga maji, unakaa na watu wazuri kama hao, Kwanza angalia sehemu jinsi ilivyotulia. Gonga maji ndugu yangu. Gonga maji. Unajua ndugu yangu, mwanzo wakati bosi wetu atupe mpango yake, sikuwa nimemuelewa. Lakini sasa hivi ndio nilizidi kumuelewa kwa sababu yes, anapenda vitu hivi. Sasa sisi tunavigona. Shemeji, mimi naitwa Omi. Yangu ubatizo wanaita Omi Van Ginkel. Jina nimejibatiza mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna jambo unaona hili saa, wewe niambie. Kama kuna kitu unataka, mimi nitakulia. Uenda. Uenda. Kwa sister vipi?